Leo tuendelee na ile story yetu ya Chemba part 2. Lakini kabla kuendelea, acha turegee nyuma kidogo kwa wale ambao na hii video saizi wajue kuendelea nini. Katika hii story ya Chemba, hii story imejaa visasi, ukatili, ugaidi, unyanyasaji wa kila aina. Na wahusika wakuu kuna wahusika watatu, ambaye mmoja ni mwanamke mama aitwa Saida. Saida ni mama mlemavu, alafu mjane asiyojiweza. Ana mtoto wake aitwa Bweta, kama marika yangu hivi, yani pambanaji hivi, asopenda kushindwa, fighter yani kwa familia yake, kwa na mama yake. Alafu kuna jamaa mmoja tajiri mkubwa sana mjini aitwa Babas. Babas yani ndo kusema, yani wale makonta wala kisema nataka kitu fulani kifanyike muda fulani, si mwanasiasa lakini makonta, nadhani tofahamiana mpaka hapo, akisema kitu ndo hivyo. Sasa huyu Bweta na mama yake walikuwa na hii tabia kwenda mjini, kwenda kuomba nini wapate usaidizi angalau wapate kula. Kadri siku zinavyokwenda wakazoea ile duka la Babas, lakini kila kifika pale hawasaidiwi. Jamaa ana uwezo mkubwa lakini asaidii maskini, asaidii mayatima, asaidii wajane, yani asaidii, ndo nature yake. Sasa kuna siku moja huyu Bweta na mama yake walikuwa waja kwenye duka la Babas. Yani kila siku waomba hawasaidiwi lakini hawachoki. Waje walipofika katikati ya barabara, kuna jamaa mmoja kule Msamaria mwema akamuita, kijana njoo kwenda kuchukua msaada. Ile yuavuka tu Bweta kwenda kuchukua msaada kule, akamsahau maji katikati ya barabara. Bisaida akagongwa na gari, hali mahututi nini, watu mshikeni tutakupeleka hospitali. Akafuatwa Babas wajulikana na gari, saidia na gari yako tumpeleke majeruhi hospitalini. Akakataa visababu visingizio, gari yangu haina mafuta, gari yangu haiwezi, gari yangu kwanza haibebi hivi na hivi. Watu wakamuelewa, katokea Msamaria mama mwingine na mkokoteni, watu wakubeba mizigo kupeleka huku na huku nini, katio mwanamke wa watu kwenye mkokoteni, pelekwa na mkokoteni mpaka emergency nini, mambo ya ICU tena hivyo, hali mgonjwa azidi kwa mbaya. Kadri siku zinavyokwenda, Bweta naye yatafuta means ya kulipa bili. So ajua tena mambo hospitali kule, mabili kuongezeka nini. Alafu familia yeye na mama yake, familia nyingine waliwatenga, jamii iliwatenga. Dogo wapambana, fighter, azunguka tafuta misaada. Naye kadri Saida huku hospitalini anapozidi kuugua, naye kule Babas mali zake zaongezeka. Kuna siku sasa Saida amefika ile hali mahututi, ataka afi. Pesa na mali za Babas zikaanza kupungua. Tajiri mzima jini, mali zangu zapungua vipi? Sio kawaida. Kutakuwa kuna mchezo na chezi hapo. Akaanza kwenda mbio sasa, mambo huku visomo nini, mambo ushirikina nini. Akifika mambo kuna mtu anasimamia katika nyota yako, riziki upande wako, yeye ndio yafanya mpaka wewe ufanikiwa. Kuna mtu maisha yake yeye ndo asimamia wewe kufanikiwa. Na huyu mtu akifa, mali zako zote za sambaratika, wewe wafilisika nini. Kufanya mambo mchakato mambo ramli, akaja akajua kumbe ni ule Saida kule ndo akizidi kuteseka, akizidi kukandamizika, yeye mali zake zaongezeka. Na akifa ndo hivyo. Sasa Babas akapanga njama, akaenda akamuiba ule mgonjwa kule hospitalini. So unajua mtu na zake lazima atasikizwa. Akaenda kaonga madaktari, manasi nini, wakamuiba. Dogo ajui, Bweta ajui hapo. Yeye fight huko. Hiyo day sasa kaenda jioni kumcheki mamake, akifanya ile pambabi mkubwa wako hayuko. Ampoja katika mazingira tatanishi. Dogo akazidi kuchanganyikiwa. Yani mtu ambaye anamwadamia yeye, mtu ambaye na fight yeye, alafu atapotea kizingira matatanishi. Kwenda hivi mapolisi nini, dogo hana lolote, kesi kaisha. Sasa ule Babas akamchukua ule mama ule mwanamke, akaenda akamtafutia pahali kwenye chumba, akamweka chumba
kizuri, lakini lengo lake si yeye kumsaidia, lengo lake yeye kumhudumia kidogo kidogo ili asife, lakini pia naye ataka kumhudumia vile venye hataki apone. Sasa yeye kazi yake ni kumtumia kama chambo hivi, akamdunga masindano, yani kupoteza nini, lakini fahamu ziko lakini haziko, chakula yapewa ili asife, madaktari akapewa nini, hivyo ikawa yomwangalia wamhudumia. Kadri sasa ule mgonjwa anaanza kupata nafuu ile kidogo kidogo, ndo nani baba pia naye mali zake zikaanza kurudi ile sasa stable vizuri. Na huku Bweta yomtafuta mamake kwa udi na uvumba, yani akuta hata sio hivi. Huyu mwanamke nitoka naye nyumbani kampeleka hospitali, alafu hospitalini akapotea katika mazingira tatanishi. Nafanyaje? Usaidizi nini, kupiga ripoti hii kusaidia. Sasa naye pia ikabidi nini, liwalo mambo sasa kwenda kwa waganga, sasa kupiga ramli kutafuta huyu mtu vipi, mbona haieleweki. Kwa leo tutakomea hapo hivyo, alafu tutaendelea na hiyo story yetu, lakini usikose kufuatilia Chemba.